Kuna majini wanapandisha mpaka mtu unamsikia anapiga kelele, na kuna jini mwingine inakuwa live tu, akija inakuwa hivi tu serious, mnaongea lakini kumbe ni jini. Kwa hivyo kama mume mkewe ana jini, unaliona jitu kwa ushirikina alonalo, wallah bwana unasemaje na kusikiliza, anaambiwa mpaka anafika kuambiwa, hana wivu hata kidogo. Mtu anaambiwa huyu ni mke wangu, nimekuazima tu wewe. Najua sina tabu, ndio maana ukaniona sina ugomvi na wewe. Ukiniambia nataka tende nakuletea, ukiniambia nataka dhahabu nakuletea, chochote ndio unaona. Umeniambia tuhame mtaa, nimeshamhamisha mke wangu, sasa tuko huku, sasa unataka nini? Anaambiwa sasa ninachotaka mpaka sasa hivi kwa muda wa wiki usimuingilie, nitakuja ifanya kazi hiyo mie. Basi wallahi mtu anatoa macho. Anaambiwa kwani hujasikia? Kwa muda wa wiki kwanza uniachie mie. Manake mie sijui. Ina maana huzitaki baraka zangu? Hizo ndo baraka za majini wahuni. Nataka nimpe baraka, utapata watoto pacha. Kwa hiyo jamaa anasarenda, anaachia tena, anajitangaza sema mke wangu bwana ana jini, na wakati pengine kashaidiwa, anaambiwa utapanda cheo kazini, utapata hichi, utapata baraka. Wewe ukitaka tu weka ubani na chetezo, fukiza, mimi nakuja naambie shida yako. Na kweli wapo watu namna hiyo. Tena wengine usingizia mke wangu mimi ana baraka, nikimwacha napata tabu, kumbe wanasiri yeye na mkewe ni washirikina. Kuna jini maalumu, huyo jini anapata kuwasikiliza habari zao na huwatekelezea kiudhaifu walonao, wa uhuni alonao. Basi akifukiza tu, akiitwa anakuja, anapoitwa tu huja. Akija anasema mnasemaje? Bwana mkubwa, sie mpaka sasa hivi tuna njaa, tuna matatizo haya, tuna matatizo hayo. Anasema hapana shaka, hilo litapatikana. Halafu hawa eti waseme kwamba Qur'ani ndiyo kitabu chao. Hawa waseme kwamba Mola Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mola wao. Hawa waseme kwamba Rasulillahi Sayyidi sallallahu alayhi wasallam, Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba ni mtume wao. Si kweli. Ndugu zangu ni wapendwa wa Kiislamu, naondoka hapa katika kikao hichi cha shirki ambayo tumeizungumza baina majini. Kabla hatuja kosa humuda, naelekea katika shirki ya viumbe wanadamu. Tuingie kwenye kikao hicho sasa, maana naona wakati wowote huenda ikawa basi, yani muda ukawa umemaliza. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ananadi, anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mloamini, man yartada minkum an dini fasawfa yati Allahu biqaumi, yoyote atakayetaka kutoka kwenye dini hii akaiona kwamba ina sharti nzito, akaiona kwake ngumu kwa kutokana na unafiki wake, basi anasema Mwenyezi Mungu na atoke. Karibuni ataleta watu wengine, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Watu hao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nitakuwa mimi nawapenda, na ama watu hao mimi nawapenda na wao wananipenda mimi, ama mimi nawapenda na wao wananipenda mimi, ama mimi nitakuwa nawapenda na wao wananipenda mimi, ama wao wananipenda na mimi nawapenda wao. Aizat ala, anasema adillatu ala almu'minin, tena wanakuwa ni wanyonge kwa waumini. Aizat ala alkafirin, tena ni wakali kwa makafiri. Yujahiduna fi sabilillah, watakuwa wanaipigania njia ya Mwenyezi Mungu kuhakikisha kwamba dini ya Mwenyezi Mungu inapata usalama. Wala yakhafuna lawmata laimin, wala hawataogopa lawama za wenye kulaumu. Ina maana mtu akiwa na hofu mshirikina,
Akiwa na ria, mshirikina. Akiwa anapenda sifa kwa viumbe, mshirikina. Akiwa anahofu viumbe, mshirikina. Akiwa anapenda ria, mshirikina, kujionyesha. Akiwa anapenda asifiwe na viumbe kinyume na Allah, huyo mshirikina. Hizo zote ni nafasi za ushirikina hizo. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema wala yakhafuna laumata laimin, wala hawaogopi lawama za wenye kulaumu. Hao wengine watakaoletwa wenye sifa ya kumpenda Mungu na wao wakampenda Mwenyezi Mungu, hawatoogopa lawama za wenye kulaumu. Kuna watu wanawaogopa wake zao. Mke kujistiri hajistiri, mke ananyoa nyusi, mke hana muda nyumbani, anatoka time anayotaka, na mume anakemewa, anabakia kuwa ni mfupi kama misumari ya kugongea visanduku, vile vinaitwa visanduku bubu. Hana maneno. Mkewe kutwa yuko masaluni, kimya, mtu amenyamaza. Mkewe hajistiri, na anajua ipo kauli ya Mwenyezi Mungu aliyowataka kwamba waumini wanawake wavae vipi. Watu wanaelewa hilo. Basi mtu amekuwa anamuogopa mkewe, pengine kwa kuwa kwao kuna pesa ama kuna mali, ama pengine hana chochote, labda pengine amehadaika mtu kwa uzuri wake. Ana macho makubwa, atakuja kuyakosa. Ana kiuno kikubwa kama tangi. Kwa hiyo mtu amekuwa yuko tayari awe mshirikina. Basi umwambie hewa Allah bibi. Unamkuta mwanamke hizi nyusi hana, amekaa kama korwa, au huko wanamwita nani, ngedere. Limekaa kama ngedere liko, nyusi zote hizi amezitoa mwanamke. Mumewe ni mhudumu msikitini, ama ni imamu, ama ni ustadhi, anatoa mawaidha, anawaidhi watu, ama ni shekhe, anadarisisha. Lakini hali ndo hiyo. Mwanamke anasema mume wangu nimemweka hapa. Ukisikia kauli kama hiyo inatoka, mume wenyewe ndo wewe ama ndo mimi, basi tujijue tuna nafasi ya ushirikina. Na ikiwa umefikia pahala umeogopa kuongeza mke wa pili kwa kuogopa vurugu la mke, wewe mshirikina. Jiangalie, ushavunja posa ngapi? Ushawadanganya wajane wangapi? Halafu una sijida nyeusi kama Mike. Sisi tunatakiwa tuwape msaada wajane. Wewe ushawadanganya wajane wangapi? Wamekuja na heshima zao, wakaona huyu ni shekhe, maalimu, pengine hata nusuru. Nimezisikia hadithi mbalimbali kwamba huyu naweza nikapata nusura. Basi wallahi mtu anamtizama mkewe ama anaangalia watoto wake watakula nini, na wakati sababu ya riziki anayo ya kupata amemsahau kama Mwenyezi Mungu anaweza akamzidishia. Basi anasema mimi hali yangu ndo kama unavyoniona. Atatoa sababu, sina pa kukuweka, mimi pa kukaa napo, maisha yangu kidogo mtihani, nafanya mimi biashara vyangu. Unajua tena, anatafuta uchochoro, haupo tena. Basi wewe mshirikina. Linalo kutatiza ni ushirikina. Unahofia viumbe, na mwanamke na yeye anamuogopa mumewe. Mume pengine mlevi, yuko tayari kuzoa kinyesi. Mume anatoa matapishi kitandani, kashatandika uzuri, asmini na kila kitu na mambo mazuri, lakini jamaa likija linamwaga matapishi kitandani. Yuko tayari kuzoa uharo.
Akiulizwa nini sababu, anasema mume wangu bwana ni tajiri sana, ana hela, mimi akiniacha huyo nitakwenda dhalilika. Mimi ameshajenga nyumba kwetu, amesaidia mambo mengi kwetu, simsahau mimi huyu. Kwa hivyo wacha mimi nimsaidie. Na mwanamke unamkuta ana dini vizuri, mumewe mlevi, kabakia kusema kuambia watu jamani, inshallah Mwenyezi Mungu akijalia niombeeni dua kwa mume wangu aache ulevi. Na pengine anakandikwa na vibao, chezea vibao uzuri, lakini bado anapembejea eti kwa sababu mume kuna gari zinaitwa Chesa ama Maktu, Rover 4, BMW, nyumba ya gorofa, watumishi wa mondani, wafanyakazi, simu anazo 3, mtandao wa Tigo, Zantel anayo, na mitandao mengine unayoijua wewe na usiyoijua. Na zote hizo anatiliwa hela kwa siku, anatiliwa hela. Basi kwa hiyo anakuwa anaogopa, ana hofu mwanamke. Kwa hiyo anaogopa kuyasema hata mabaya ya mumewe. Kisingizio anasema tumeambiwa tusitajiane aibu. Mtume anasema man satara muslima satarahu Allahu yawma alqiyama, atakaye mstiri mwenziwe, muislamu mwenziwe, na hapo stara inaingia mpaka aibu yake, matendo yake akayastiri, basi atamstiri Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Lakini si kwa uovu. Uovu lazima utafute njia kinamna gani utaondoka uovu. Na baba mkwe naye anasema nimepata mkwe bwana. Anaweza akamdharau mkwe ambaye pengine ni dai mzuri, anawaita watu kwenda kwa Mungu, alimu mzuri, anawadarisisha watu. Anasema mimi bwana mkwe wangu nayemjua mmoja tu, kwa kuwa anakwenda Dubai akarudi na anafanya biashara, lakini matokeo yake ndio hivyo, mlevi, muhuni. Kwa hiyo mwanamke pamoja na dini yake, lakini ikiwa mume wenyewe ndiyo hivyo, basi tunasema mwanamke huyo akivumilia na hali hiyo, hapa pasitajwe ushujaa kwamba akaambiwa mwanamke huyu ndo mvumilivu. Lazima atafute ufumbuzi. Mwanamke huyu lazima atafute ufumbuzi juu ya mume huyu, kinamna gani atapata salama mbele ya Mwenyezi Mungu. Akiridhika na hali hii, huyu mwanamke sio kama anasubira, huyu mwanamke ni mshirikina, ana hofu kwamba ataondokwa na mume mwenye mali. Na kuna wengine huoa wake kwa sababu ya kutegemea mali katika familia za jamaa zao wale wake, na huwa hana sauti mume huyu. Akitaka kusema jambo anaambia unasema nini wewe, nyumba yako tumekumalizia sisi, unaongea nini wewe, nguo tunakuletea sisi na familia yako. Kwa hivyo imekuwa kaka anayo sauti kuliko mume.